Hello mtazamaji na mfuatiliaji wa Vam TV Online. Leo nimekuandalia mkasa mfupi, lakini kabla hatujaenda kuusikiliza, kama huja subscribe, hakikisha una subscribe, kisha una like, mwishoni na kutoa maoni yako. Baadaye kabisa unahakikisha una share na marafiki na hao wajifunze kupitia mkasa huu. Mkasa ni mfupi sana. Unamhusu binti Anna baada ya kutelekezwa na ujauzito. Machozi ya upweke. Nguvu ya mwanamke aliyekuwa binti wa miaka 18, mwenye ndoto kubwa na moyo wa matumaini. Alikulia katika familia ya kawaida akisaidiwa na mama yake mzazi ambaye alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo ili kumlea. Binti Anna alikuwa msichana mrembo, mchangamfu na mwenye ndoto ya kuwa muuguzi siku moja. Ndoto yake ilikuwa kuwa muuguzi. Maisha yake yalibadilika ghafla alipokutana na kijana aliyeitwa Kelvin. Kelvin alikuwa na maneno mengi matamu, ahadi nyingi na tabasamu lililoweza kumshawishi mtu yeyote. Mwanzoni Anna alijizuia, lakini kadri ya siku zilivyoenda alijikuta akimpenda kijana Kelvin kwa moyo wake wote. "Usijali Anna, nitakuwa na wewe siku zote," Kelvin alimwambia mara nyingi haya maneno Anna. Maneno haya yalimfaa sana Anna. Kwa hiyo Anna alijisikia yupo salama, lakini hakujua kuwa yalikuwa mawazo na mwanzo wa kumletea mawazo na maumivu makubwa katika maisha yake. Baada ya miezi kadhaa ya mahusiano, Anna aligundua kuwa alikuwa mjamzito. Dunia ilionekana kusimama. Alihisi hofu, aibu na mkanganyiko, lakini alijipa moyo. Alikuwa na Kelvin. Ndiyo hivyo, alipomwambia Kelvin habari hizo, uso wake ulibadilika. Kelvin alisema, "Mimi sihusiki na huo ujauzito," Kelvin alisema kwa ukali sana. Maneno hayo yalimchoma Anna kama kisu moyoni. Alijaribu kumbembeleza na kumkumbusha ahadi zake, lakini Kelvin alibadilika kabisa. Simu hazikupokelewa, meseji hazikujibiwa. Hatimaye alipotea kabisa. Anna alibaki peke yake. Alipojaribu kumweleza mama yake, iligeuka kuwa siku ya huzuni zaidi maishani mwake. Mama yake aliumia sana. "Nilikuamini Anna, lakini umevunja imani yangu," alisema kwa machozi. Kwa siku kadhaa, Anna aliishi kwa hofu na lawama. Watu wa mtaa waliongea vibaya juu yake. Marafiki wengi walimkimbia. Alijiona hana thamani tena. Anna alibaki akiwa mpweke sana. Lakini ndani ya maumivu hayo kulikuwa na kitu kilianza kukua kwa nguvu zaidi. Ni kitu gani? Mimba hiyo. Siku moja akiwa amekaa peke yake, akili yake alijiambia, "Siwezi kuendelea hivi. Mtoto huyu hana hatia." Alianza kupambana. Alifanya kazi ndogo ndogo na kuuza matunda, kufua nguo za watu na hata kufanya kazi za nyumbani kwa wengine. Haikuwa rahisi. Alipitia njaa, alipitia kipindi cha njaa, uchovu na kudharaulika zaidi. Binti Anna lakini hakukata tamaa. Baada ya miezi 9 ya mateso,
na mtoto wake wa kike alijifungua mtoto wake wa kike mzuri. Alimpa jina Baraka kwa sababu aliamini licha ya maumivu yote mtoto huyo alikuwa baraka yake. Mtoto wa kike alipewa jina la Baraka. Maisha hayakuwa rahisi baada ya hapo, lakini Ana alibadilika kabisa. Alikuwa na lengo, alikuwa na sababu ya kupigania kile alichokiamini. Aliamua kurudi shule kupitia masomo ya jioni. Watu walishangaa kuona juhudi zake. Polepole alianza kujijenga upya. Miaka ilipita. Ana alifanikiwa kumaliza masomo yake ya uuguzi. Siku aliyovaa sare ya kazi kwa mara ya kwanza, machozi yalimtoka, lakini safari hii yalikuwa machozi ya furaha. Alikumbuka alikuwa peke yake, akilia bila msaada, na sasa alikuwa mwanamke imara mwenye heshima. Kuhusu Kevin, siku moja alirudi akitaka kuomba msamaha, lakini Ana alikuwa tayari ameshajijenga. Alimwambia, nilihitaji wewe zamani, sasa sihitaji tena, alisema kwa utulivu. Ana alimchagua mtoto wake kuwa furaha yake na kumwacha Kevin ambaye alimtelekeza akiwa mjamzito na akikimbia na kuikataa mimba. Kipindi chote umefuatilia, hakikisha una subscribe na kutoa maoni. Je, ungekuwa wewe ni Ana, ungeruhusu kumsamehe Kevin? Ama je, unaona Ana anatenda visivyo kutokumsamehe Kevin? Hakikisha tu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, una subscribe channel yetu ya Vam TV Online ili kila simulizi ambazo zitakujia uweze kuzipata. Lakini toa maoni yako kuhusu vijana wanaokimbia mimba na kuiacha wanawake ndo walee na baadaye waje kuwaita watoto wao. Unalipi la moyoni mwako? Unalipi la kumshawishi na kumshauri Ana kuhusu Kevin? Lakini yeye msimamo wake Ana anasema, siwezi kukubali aingie tena katika maisha yangu. Nilikuwa na muhitaji zamani, sio sasa. Kumbuka kusubscribe channel ya Vam TV Online. Kubwa simulizi ambayo ipo ni simulizi kubwa kabisa inayokwenda rafiki yangu aliolewa na mchumba wangu. Binti Paula anasimulia katika simulizi hii, na kesho tutakuwa na simulizi kipande cha 3 cha mwisho. Subscribe, share, like.